Baba, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, ninakushukuru na kusema ni asante. Ninapoandisha hii ujumbe, baba yako na neema ikatendee kwa jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Basi wapendwa watu wa Kenya na watu wengine wale wanaofikiwa na hii ujumbe, leo nina ujumbe kuhusu watu wetu ama Jerusalem yetu inaitwa Jerusalem JC. Ninataka kuongea na watoto wetu tuliowasomesha na tukawapa masomo, na ninataka kuongea juu ya wazazi wetu, sisi wazazi, na ninataka kuongea juu ya watumishi wa Mungu, na pia tena niongee juu ya viongozi zetu tunaowachagua wakatufanyia kazi, ndio Kenya yetu iweze kusonga na mbele na Kenya yetu iweze kuendelea. Na ninataka kuzungumzia kitu kidogo sana juu ya kukumbalika na Mungu kwenye mahali tulipofika kwenye kitabu ya Mwanzo. Pale mwanzo tulisoma vile vitu zinakuanga kwa mwanzo, na sasa bado tuko katika hiyo kitabu ya Mwanzo vile. Maandiko inasema siku moja Adamu na Eva walizaa, na kulikuwa na uzao ambao unaitwa wa Kaini na Abeli. Na Kaini na Abeli wakati walipokuwa, maandiko inasema ya kwamba Kaini alikuwa analima, na Abeli alikuwa analisha. Na maandiko inasema ya kwamba na siku moja Kaini na Abeli wakapeleka sadaka katika madhabahu ya Mungu katika kanisa. Na maandiko inasema ya kwamba sadaka la Kaini sadaka ya Abeli ikakubalika, lakini sadaka la Kaini likakataliwa. Na wakati sadaka la Kaini ilipokataliwa na ikakubalika sadaka ya Abeli, maandiko inasema ya kwamba Kaini akakasirika. Na wakati alipokasirika akasema ya kwamba ataua brada yake Abeli. Maandiko inasema ya kwamba Mungu aliuliza Kaini, kwa nini umekasirika? Ukitenda mazuri, si mazuri utayakula siku mingi. Ukitenda mazuri, si hiyo uzuri utakufuata siku zote. Maandiko inasema hapo nyuma ukisoma zaidi, maandiko inasema na Mungu akiwa juu mbinguni akasikia damu inaongea kutoka kwa ardhi ya Abeli ikiuliza, kwa nini umeua bradako? Kwa nini umeua Abeli? Kwa nini Kaini ulimuua? Mungu akamuuliza kwa wapi? Akamwambia sijui. Nyinyi Jerusalem wetu ambao vijana wetu tunamuita JC, ninataka kumwambia kitu moja. Wakati unapoheshimu mama yako na baba yako, wakati unapoheshimu brada yako, wakati unapoheshimu sister yako, wakati unapoheshimu mama yako na baba yako, vile wewe mwenyewe huwezi dharau baba yako, vile wewe mwenyewe huwezi kumbali kutukana baba yako ama mama yako. Ukitukana baba yako ama mama yako ama ukimdharau, ujue hiyo ni makosa kubwa sana. Kwa hivyo watoto wetu na vijana wetu, kuna kitu niliangalia kwa mitandao ambayo hainifurahishi sana. Hata kama mnataka kufikisha ujumbe mahali mnataka, wakati unapotuma picha ziko na aibu, wakati unapochukua mtu unamuweka picha ya mnyama, ama unachukua mtu na unamuweka saini ya mtu fulani ama kitu fulani, alafu unatuma kwa mitandao kama huyo mtu ndipo anaongea, hesabu kama ni baba yako ama mama yako alifanyiwa kitu kama hiyo. Wengine mnafanya vitu ambazo sieleweki, unatuma vitu kwa mtandao ukiwa uji. Mama yako anaangalia hiyo simu, baba yako anaangalia hiyo simu, mama yako anaangalia hiyo TikTok, brother yako, ango wako. Hiyo sio heshima, watu wa Mungu. Hata kama unataka kufikisha ujumbe mahali, ninaomba viongozi wetu wa Kenya na nyinyi tukanyange katika ile laini yetu ambayo inastahili kulia watoto. Wewe mzazi, lia mtoto wako vizuri, na mimi nilie yule wangu vizuri, na tuwafunze hata katika maandiko, tuwafunze misingi ya kutembea, tuwafunze jinsi wanaenda. Kaini na Abeli walikuwa mtu na brada, lakini mmoja akachukia mwingine. Kama unataka upewe heshima, naomba tudumu kwa heshima.
Naomba tudumu ile heshima iendelee na kuishi. Naomba tudumu ile heshima ikue. Viongozi wetu ukiona amekosea mahali, kuna njia ya kumkosoa. Lakini wakati unapomtukana kwa mitandao, hiyo si heshima. Wakati unapoingia kwa mitandao, unatusi rais, unanena maneno ambayo hayastahili, unanena maneno ambayo hayana heshima. Tusisahau maandiko inasema ya kwamba uongozi wote unatoka kwa Mungu, na kuna njia ile unastahili kufikia mtu ukiona kitu hakikistahili. Kaini alikasirika, badala ya kutumia ile njia ambayo inastahili aendeshe ujumbe wake ama afikishe ujumbe mahali ulikuwa unastahili. Kwa hivyo ninauliza na nyinyi viongozi wetu ambayo mnatuongoza, wakati mulipoweka fimbo chini, wakati mulisema watoto shule kiboko kiondolewe, ndio walianza kukua na hii mambo ya uchafu. Ndio unaona kijana anaangalia TikTok, baba yake anaangalia TikTok, mama yake anaangalia TikTok. Huyo mzazi akienda kwa ile masomo alisomesha huyo mtoto, hata kama hajajua ni yule wake, na aone mtoto mwingine akiwa uji, haone mtu fulani akiwa uji. Jamani, hiyo ni aibu ya aina gani watoto wetu? Nataka nyinyi viongozi, ninataka tuangalie mahali tulikosea. Wakati wa kuanzia tu kurudi na nyuma, wakati tuliacha viboko tukasema vimbo iondolewe katika shule, hapo ndipo tulikosea misingi. Wewe mzazi ulilelewa na kiboko shule, mimi nililelewa na kiboko shule, huyu mjumbe tuliomchakua alilelewa na kiboko katika shule, na alikuwa naenda katika misingi ya Mungu katika Sunday school. Alikuwa analelewa vizuri katika Sunday school. Lakini mnaenda mnapitisha msaada, mnasema viboko viondolewe kwa shule. Sasa viboko wakati zilipoondolewa kwa shule, hii tabia ndio ilishiti. Kwa sababu kama yule alipata tabia nzuri kwa kanisa na akapata tabia nzuri kwa shule na akapata kiboko, leo anaheshimu sheria za Mungu. Kwa hivyo ndivyo ninamwambia viongozi wetu, ninaomba kwa heshima tuangalie mahali tulikosea, ndio vijana wanakuwa hawana adabu. Katika mitandao wanatusi kila mtu, mpaka wanasahau wanasahau mpaka rais akona mamlaka na akona nguvu na uwezo, na inastahili tumheshimu. Kaini alipanda mbegu ambayo haikuwa nzuri, na ukisoma haya maandiko zaidi utaona mbegu. Kwa hivyo wazazi wengine tunapoenda kwa kanisa, na sisi wachungaji tunene ukweli, tukosoe watoto wetu mahali tunaona pambaya. Unaweza ona mchungaji, ni mchungaji mmoja nilimuona kwa mitandao akisema sisi wa Kenya tunafanya makosa, vijana wetu wanafanya makosa, vijana wetu wamekosa adabu, vijana wetu wamekosa aibu. Lakini katika wachungaji wote katika Kenya mzima sijasikia mwingine akiongea isipokuwa huyo, na mimi nimekuja kuongelelea leo. Tafadhali kwa heshima viongozi wetu mlio kwa mamlaka, tuangalie wakati kiboko ilikuwa shule, watu walikuwa na nidhamu. Primary, secondary, watoto walikuwa na nidhamu. Sisi tulikuwa na nidhamu. Wakati unapoendesha ile kazi yako na mimi ninapoendesha hii kazi yangu, tuko na heshima, tuko na tabia. Hata tukikutana na mtu mwingine tunamheshimu. Ukikataa kuheshimu baba yako, ukikataa kuheshimu mama yako, ukikataa kuheshimu brada yako, unjue mama yako si lazima akuwe ni yule alikuzaa. Unjue baba yako si lazima akuwe ni yule alikuzaa. Lakini yule mtu akona lika na mama yako na baba yako, huyo ni baba yako. Yule mtu akona lika na brada yako na sister yako, huyo ni sister yako ama brada yako, anastahili kukukosoa. Kwa hivyo na nyinyi wabunge tuangalie muone hii sheria itarudi aje. Sheria ya viboko ikuwa nafunza mtoto na heshima ile inastahili katika katika parliament, muongoze vizuri, muone vile itarudi. Shule tulikuwa tunapewa nidhamu, na ile kiboko ilikuwa inatembea shule, ilikuwa inatembea vizuri. Na sisi wazazi tuache kuachilia watoto wetu ovyo. Mtoto kama ni wako na ako katika compound yako, na wakati wako umefika wa kwenda Sunday school, aende katika Sunday school, afunzwe katika misingi ile inastahili, afunzwe katika menendo ile inastahili. Ingine tunaita mapepo, si mapepo. Unasikia mzazi, nimetoa sadaka kwa ajili ya mtoto wangu, nimetoa sadaka kwa ajili ya mboma yangu isimame, mtoto wangu amesoma akafika university lakini bado hafanikiwi. Ni kwa sababu ya nini?
Kama hutaki kuheshimu yule mtu mwingine, kama ile sheria ulisoma ama ukasomeshwa na nini, unaitumia vibaya kwa kuweka kwa TikTok, ama kutukana mtu, ama kuweka mtu kwa dinesa, ama kuweka mahali pengine, fikiria kama ni baba yako amewekwa kwa dinesa, utasikia aje? Fikiria kama ni mama yako amewekwa kwa dinesa na kowai, utafikiria aje? Fikiria kama ni mama yako unaenda unachukua picha, unamweka akitingisha, akicheza nyimbo ambazo hazistahili. Naomba tuheshimu kanisa, naomba tuheshimu wachungaji, na naomba tuende katika ile njia ambayo inastahili. Ile masomo ulienda kusoma na mimi nikasoma haikuwa mbaya, lakini tuende kwa menendo inayostahili. Wacha tuamini. Baba, katika jina la Yesu ninaombea hao wapendwa na waweka mikononi mwako, waonekanie na washindanie. Baba yako ikatembee na wao kwa jina la Yesu tuomba na kuamini.